Roho Mtakatifu ndiye aliyetuajiri kufanya kazi ya huduma. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Roho Mtakatifu hataki tufanye kazi peke yetu. Amen. Hataki tufanye kazi peke yetu. Hataki tufanye kazi peke yetu. Anataka tufanye kazi pamoja naye. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maamuzi ya kujenga ushirika na Roho Mtakatifu yapo katika uwezo wako. Wewe ndiye unayeamua uwe na ushirika na Roho Mtakatifu au usiwe na ushirika na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mambo yatakayokusaidia kuimarisha ushirika wako na Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza ni kutafakari neno la Mungu. Kuna tofauti kati ya kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu. Kuna tofauti. Ng'ombe ana tabia ya kucheua. Wangapi wanaelewa maana ya kucheua? Unaelewa, si ndio? Amen. Usiku nenda kamwangalie ng'ombe alipolala. Utamuona yupo kutafuna. Sawa eh? Usiku kamwangalie ng'ombe muda aliolala. Utakuta anafanya nini? Anatafuna, anameza. Anaanza tena kutafuna. Anatafuna, anameza. Anatafuna tena, anameza. Kwa sababu ng'ombe huwa anacheua. Yaani ule muda wa mchana ng'ombe huwa anakusanya tu majani anapatia tumboni. Anatafuna tu kidogo anameza. Anatafuna kidogo anameza. Usiku anaanza tena kuvitoa tumboni. Anavirudisha wapi? Mdomoni. Akitafuna vizuri ndo anameza tena. Anavitoa tena tumboni vile ambavyo hakutafuna vizuri. Hello? Amen. Anatafuna tena, anatafuna, anameza. Amen. Ni mnyama gani mwingine ambaye huwa anacheua? Mbuzi, si ndiye? Mbuzi naye anakula kwanza, baadaye anaanza tena kuvirudisha mdomoni. Anavitoa tena tumboni, anavirudisha wapi? Anaanza kutafuna, anatafuna. Sasa kusoma neno la Mungu ni sawa na kutafuna na kumeza, kama vile ng'ombe anavyokula awamu ya kwanza. Unachukua tu unang'ata kidogo unaweka unadumbukiza tumboni. Unang'ata kidogo unatafuna. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu ni sawa na mtu ambaye anameza chakula bila kukitafuna vizuri. Lakini kucheua sasa, hauwezi ukalitafakari neno ambalo hauna ndani yako. Amen. Hauwezi ukalitafakari neno ambalo halipo ndani yako. Kwa hiyo kutafakari ni hatua ya pili baada ya kulisoma. Kusoma neno la Mungu ni vizuri sana, lakini haitoshi. Kusoma neno la Mungu kunajenga ufahamu wa nafsi. Kutafakari neno la Mungu kunajenga ufahamu wa roho. Amina. Ngoja nikwambie, kila kitu kinafundishika. Amen. Amen. Unaelewa vizuri eh? Amen. Kila kitu kinafundishika. Sasa unasema ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni. Jamani, kuna ufahamu wa mwilini na kuna ufahamu wa rohoni. Unasikia vizuri? Kama vile unajua mtu akifungwa ufahamu wa rohoni, mambo ya rohoni anaanza kuyaona ni upuuzi. Sawa eh? Kuna ufahamu wa rohoni na ufahamu wa mwilini. Ufahamu wa rohoni unakupa kuyatambua mambo ya rohoni ambayo hayatambulikani kwa jinsi ya mwili. Ukilisoma tu neno la Mungu, lile neno linaenda kujenga ufahamu wa mwilini. Unaweza ukakariri Biblia nzima kuanzia Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza, kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza hadi Ufunuo sura ya mwisho hadi mstari wa mwisho. Ukakariri chote ikakaa wapi?
Lakini kama yale maandiko utaishia tu kuyakariri, hauna muda wa kuyatafakari, hayatakusaidia chochote. Utakuwa kama Wasabato ambao wamefanikiwa sana kukariri maandiko lakini hawaelewi. Hata kama kuna Wasabato tunaangalia video hii. Haleluya. Amen. Wakiukamata hapa, kesho kutwa watakuja tu kuniweza mchungaji. Mbona sisi tunaabudu Jumapili? Najua tuameliwa kichwa. Haleluya. Amina. Wameshika maandiko ndio wamepotea huko. Haleluya. Amen. Kuna mwinjilisti wao mmoja alikuwa anasimamia kanisa mahali. Kipindi kile nahubiri nyumba kwa nyumba, nikakutana naye amekaa nyumbani kwake kwa nje, nikaanza kumhubiria. Sasa hapo ndio nifahamu akasema tusikilize hapo, anamfahamu yule jamaa. Tumekaa pale nje nikamhubiria, akaanza kuniuliza maswali. Ananiuliza na nikagundua kwamba haya maswali ndio wa Musa huyo. Wa Sabato ina Musa. Si Musa. Torati ya Musa. Nikasema huyu ni mhubiri wa Musa. Nikasema okay. Anauliza sasa, bahati nzuri naye mwanzo alikuwa anaongea kwa sauti kubwa ili walio pembeni wasikie. Ili kama inawezekana sivyo ni aibike sivyofanyaje. Sasa wale majirani wale jirani nao wakakaa na viti pembeni, mdalo kabisa. Yaani watu wamekaa kabisa wanasikiliza na wanashuhudiana injili. Nikasema sasa wewe hapa. Sasa ni kiongozi wa kanisa, wanamuelewa. Biblia yote imekaa hapa. Haleluya. Tumekaa pale anaeleza andika na mimi namwambia funua na bali. Ananiongezea maandiko na mimi namuongeza, lazima funua pale kama nikupeana tu reference nitakupa. Sasa nikimpa maelezo ufahamu unafunguka. Nasema hapana, lakini kuna andiko hapa. Anafunua kuna moja. Sasa hadi walio pembeni wakaanza ukuta kwa maandiko tu yenyewe, anashindwa. Yeye anakifunua andiko la kujitetea, namwambia soma andiko lile. Bwana nyinyi mshika sheria, lakini sheria ya kuabudu siku ya saba hamjaishika. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwonyesha mfano wa Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Ilikuwa siku ya nini? Sabato. Alipokuwa na wanafunzi wake siku ya Sabato, wanafunzi wake njaa ikawauma. Njaa. Yesu akawaambia nendeni shambani mkachukue nini? Si unajua wenyewe hadi kupika siku ya Sabato ni sana. Kupika yani kuwasha moto siku ya Sabato ni sana, umefanya kazi. Yesu akawaambia wanafunzi wake nendeni mkachukue chakula. Wakaenda shambani wakaanza kuvunja masuke. Ni kama vile watu waanze kuvunja mahindi hapo wanaenda kuyapika. Mafarisayo wakamfuata. Wakamwambia, "Kwa nini wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato?" Yesu akasema, "Hamjasoma katika Torati yenu wenyewe ya kwamba siku ya Sabato makuhani wanaiharifu siku ya Sabato na hawahesabiwi hatia?" Kimsingi siku ya saba walikuwa hawaruhusiwi kufanya kazi, lakini makuhani walikuwa wanaruhusiwa kufanya kazi akiwa ndani ya hekalu. Wanaruhusiwa kuosha vyombo vya hekalu, wanaruhusiwa kuchinja ng'ombe, wanaruhusiwa kufanya shughuli za hekalu siku ya Sabato. Akasema, hamjasoma katika Torati ya kwamba siku ya Sabato makuhani wanafanya kazi ndani ya hekalu na wahesabiwa hatia. Akasema, lakini hapa amesimama ambaye ni mkuu kuliko hekalu. Amina. Sasa akasema, ikiwa tu akiwa hekaluni makuhani wanaruhusiwa kufanya nini? Na wahesabiwa. Akasema, mimi ni mkuu kuliko hekalu. Na wako wapi? Ndani yangu. Wanahesabiwa hatia. Akasema, laiti mngelijua maana ya maneno yangu, nataka rehema wala si sadaka, msingali wala humu wasio na hatia. Haleluya. Amina. Nikamwambia kama unatulaumu sisi kama tumevunja siku ya Sabato, basi Yesu ndo wa kwanza kuvunja. Ndio maana walitaka wampige mawe. Wakasema tunakupiga mawe kwa sababu kwanza umevunja Sabato. Pili
wewe ambaye ni mwanadamu unajifanya ni Mungu. Kwa Yesu alihukumiwa kwa makosa mangapi? Cha kwanza amevunja sabato. Cha pili anajifanya ni Mungu. Anajifanya ndio Mungu. Sasa kama bosi wetu mwenyewe tu walimhukumu sisi. Nikamweleza akasema, anakuta akili yake ifunga sasa. Anambia soma Biblia. Musa anasema mambo yale yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Kristo ndo mwili. Sasa kama mlikuwa mnaabudu kivuli katika Agano la Kale, ndo mwili tunaoona, kwani tunaendelea kushika kivuli? Yesu ndo sabato. Sabato maana yake pumziko. Njoni kwangu msumbukao nami nitawapa pumziko. Amen. Tutapumzisha Bwana. Sasa kwa sisi ndani ya Yesu, nyinyi mnapumzika siku moja. Sisi tumepumzika milele. Hadi watu kweli kabisa. Sasa wewe unasema kwanza Bwana, hapa sio mashindano. Baadaye akasema, hivi kanisa ni tofauti na nyingine au? Nikasema ni yale kama ndio ninayoona. Nasema hisi nitakuja kanisa kweli. Nataka kuvua hadi kiongozi, yani nikataka kukutoa kiongozi. Akasema my friend nitakujia kanisa ni kweli. Nikasema njoo. Haleluya. Amen. Kwa kielekezo wanaweza kuelewa. Amen. Amina. Sisi Yesu ndio sabato yetu, ndio pumziko letu, sio siku. Wasikia vizuri? Amina. Yeah. Haleluya. Amina. Kwa hiyo sasa ukitaka kufanikiwa lazima ujifunze kutafakari, kucheua. Kutafakari ni kufanya nini? Ni kucheua. Unalicheua lile neno, unalitoa lile neno, unaanza kulidadavua. Ukitaka kufanikiwa jifunze kucheua. Ndio maana Yesu akasema kwenye Agano la Kale akawaambia muwe mnakula wanyama wanaocheua. Maana yake Mungu anapenda tuwe na tabia kama ya kucheua. Kwa sababu sisi hatuli mkate tu wa mwilini. Tunaishi kwa neno. Amen. Amina. Amen. Amen. Mwanadamu kimsingi hana tabia, hawezi kucheua. Si ndio jamani? Kwani wewe ukila ugali baadaye huwa unaanza tena kurudia mdomoni? Inawezekana, si ndio? Mwanadamu hajapewa uwezo kwa jinsi ya mwili. Lakini kwa jinsi ya rohoni Mungu anataka tuwe hivyo. Amina. Unasikia vizuri? Amen. Anataka tuweje? Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutafakari neno nini? Kwa hiyo unaposoma na kukariri neno la Mungu, unapaswa pia kutenga muda wa kutafakari hilo neno. La sivyo hautaweza kunufaika nalo. Ngoja niwape mfano. Kwa mfano kama mtoto kimpa chakula hapa anakula labda maharage, kama akianza kumeza yale maharage bila kutafuna, akienda choo utakuta ametoka vile vile. Ni kweli si kweli? Kweli. Na maana ile maharage amemeza limepitiliza hivyo hivyo mpaka linatoka choo. Maana yake lile maharage pamoja na kwamba alikula likakaa tumboni, halijamsaidia chochote. Ndio maana limetoka kama lilivyo. Kawaida libidi lile harage lianze kumeng'enywa. Mwili unachambua, vinavyohitajika kubaki mwili vinabaki, takataka zinazotoka ndo zinatoka, si ndio? Lakini mpaka mtu amekula lile harage bila kuitafuna akameza, litatoka vile vile. Kwa nini? Maana yake hakutafuna. Lile harage lilimsaidia tu kushiba, akasema nimeshiba. Likaongeza kilo tumboni. Ila halitafanya kazi yoyote mwilini, litatoka kama lilivyo. Amen. Neno la Mungu ukilisoma bila kutafakari, utasema tu nina vifungu vingi vya Biblia kichwani. Lakini kusema ukweli havitakuvusha kwa tukio lolote. Amen. Neno litakalo kusaidia ni lile unalotafakari. Sasa tunatafakari je neno la Bwana? Swali linakuja, si ndiye? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutafakari neno la Mungu. Hebu tusome kwanza kitabu cha Yoshua 1:8. Tunatafakari vipi neno la Bwana? Yoshua 1 mstari wa 8. My friend, ukijifunza kutafakari neno la Mungu,
Mimi kuna mtu akasema mchungaji, maana mimi kama nasoma Biblia nasoma tu kama gazeti, nikasema wewe endelea, mimi mwenyewe nasomaga tu kama gazeti. Sasa mchungaji, mimi nashinda gani kama mimi nasoma Biblia najikuta tu nasoma tu yaani si nasoma tu kama gazeti. Nikasema na mimi ninaposoma nasomaga tu kama gazeti. Tofauti ni kwamba wewe unasoma ila utafakari, mimi nasoma ili natafakari. Kwa kusoma wote tunasoma kawaida. Kinachotutofautisha, kitakachokupa mafunuo sio kusoma tu, ni kutafakari. Amina. Unasikia vizuri? Amen. Sasa mbona mimi kama nasoma Biblia nasoma tu wala sipati mafunuo ya kina, baba nazama sana. Utazama sana unapoanza kutafakari. Amen. Unasikia vizuri? Yeah. Ndio mtu anaanza kupekua reference. Maandiko yanaenda na kile chikisoma. Yoshua 1:8 anasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Jambo la kwanza sasa, kisitoke kinywani mwako. Kisitoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati manake usiache kukisema. Anaposema kisitoke kinywani manake sababu mwingine anasema Mungu alisema kisitoke, yani na maana ufumbe tu mdomo kisitoke. Anaposema kisitoke kinywani mwako manake usiache kuyasema yale maneno. Si ndio Amen. Jambo la pili anasema hivi. Anasema bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Jambo la kwanza anasema usiache kuzungumza. Jambo la pili anasema kwamba sio tu kuzungumza na kutafakari mchana na usiku. Haleluya. Amen. Akasema tena upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Hauwezi ukatenda sawasawa na yaliyoandikwa kama hauna uwezo wa kutafakari. Kwa sababu unapotafakari lile neno linakupa kuelewa ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Alafu mwishoni anasema hivi, ndipo utakapoifanikisha njia yako. Tena kisha ndipo utakapostawi sana. Maana yake, je, unataka kuifanikisha njia yako? Ndio. Je, unataka kustawi sana? Ndio. Haleluya. Amen. Unanisikia watu wa Bwana? Amina. Hello. Amen. Naongea na watu? Amina. Biblia imetupa njia. Kama unataka kuifanikisha njia yako, kama unataka ustawi sana katika maisha, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Amina. Bali uyatafakari maneno yake. Amen. Mafanikio yamefichwa kwenye kutafakari. Kuna mtumishi mmoja alikuwa sisemi kufunga nikubali. Amen. Mimi mwenyewe ni mdau wa mifungo. Sawa Amen. Yeah. Yule mtumishi alikuwa anafunga. Yaani akialikwa sehemu kufanya huduma, yaani anaweza kafunga, yaani kama ni huduma, ile wiki nzima ya huduma anafunga. Yaani kama ndio semina, hali. Yaani anaomba, akitoka tu madhabahu ni muda kupumzika, anaanza kuomba na sasa kuna muda anachoka. Anashindwa hadi kusimama pale kwenye jukwaa. Mungu akamwambia akasema, "Kwa nini unajitesa?" Mambo ya Mungu my friend, atuende kwa uzoefu, tunaenda kukufunua. Mungu akamwambia, "Kwa nini unajitesa?" Sinaweza kaza ni sauti ya shetani. Jitesa mimi imeandikwa nitamtesa mwili wangu na kushurutisha. Ili nikisha kuhubiri wengine nisibaki wa kukatalia. Lakini Mungu anamwambia, "Kwa nini unatesa mwili wako?" Mungu akamwambia akasema, "Fanya hivi. Anza kutafakari neno langu." Ambia akasema, "Usifunge muda huu. Anza kutafakari neno langu." Si unafanya huduma ya semina, unahubiri na mkutano wa injili nje. Akamwambia, "Mimi sikwambii ndio ufanye hivyo. Kila mtu na Mungu anampa ufunguo wake. Ila mimi sina mazoea ya kufunga kama nipo kwenye semina hapo unafanya huduma fulani. Sina mazoea. Huwa inatokea lakini sio mazoea yangu." Amen. Akamwambia akasema, "Wewe unalitafakari neno langu kitandani mwako." Akamwambia, "Omba, pata muda wa kupumzika. Tafakari neno langu. Kifika muda wa huduma nenda kufanya huduma madhabahu." Yule mchungaji anasema, nikasitisha mfungo kwenye yule huduma. Akawa anakula asubuhi, anapata muda wa kupumzika, anatafakari neno la Mungu.
Anasema nilikuta nikiingia madhabahuni upako unatembea. Haleluya. Unasikia vizuri? Akaanza kushangaa, mbona upako unaenda? Na anasema nilikuwa nikitafakari, napata mafunuo ya ajabu nikisema madhabahuni nikianza kufundisha. Mpaka watu wanafikiri nilikaa na Mungu mezani, tukaanza kujadiliana kwenye kikao. Haleluya. Amen. Sasa kuona mtu anahubiri mpaka unafikiri kwamba hivi ukiingia kwenye maombi huwa Mungu anashuka hapa, mnaanza kuzungumza naye, unamuona kabisa. Sikili ipo kwenye kufanya nini? Kutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtumishi anasema kwamba maisha yake yote akabezi sana kwenye kutafakari. Akawa anaendelea na maombi na mifungo anafanya, lakini hakuacha kutafakari na Mungu. Akagundua kwamba siri ipo katika kutafakari. Anasema kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana usiku, upate kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Baada ya kutafakari, tena ndipo utakapoifanikisha sana njia yako. Baada ya kutafakari, tena ndipo utakapostawi sana. Baada ya kutafakari. Haleluya. Amen. Unaelewa neno la Mungu? Sasa tunatafakari vipi neno la Mungu? Mungu anamwambia Yoshua kwamba kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako, maana yake anatakiwa kukisema au kukitamka kwa kukinong'ona mchana na usiku. Na wewe mchungaji alikuwa anatafakari, na kirudia kifungu kunatembea tembea. Anasema okay, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa habari ya dhambi tuwe hai kwa habari ya haki, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Naanza kuyaongea yale kila kifungu na kirudia. Ninapokirudia naanza kujihoji maswali ndani yangu. Unaanza kurudia lile andiko. Yaani kama unataka ufanikiwe kutafakari, ngoja nikwambie kitu. Hata kama unasoma Biblia, wewe kafanya jaribio leo. Kachukua Biblia, usome sura hizi. Sura ya kwanza soma tu kimya kimya huku umefumba mdomo. Sura ya pili uwe unasoma huku unaongea kwa sauti ya chini. Utagundua unaposoma huku unaongea unaelewa kwa kina kuliko kama unasoma huku umenyamaza. Wanasikia vizuri? Amen. Kama unafikiri na kutania, kafanya majaribio tukitoka ibadani. Chukua Biblia yako usome sura hizi. Sura ya kwanza anza kusoma huku umefumba mdomo. Unasoma kichwa. Sura ya pili anza kusoma huku unanong'ona yale maneno. Okay, Bwana Yesu akaenda Galilaya. Unapotamka unaidhibiti akili yako itulie sehemu moja. Unaposoma huku umefumba mdomo, akili yako inakuwa uhuru kuzurura. Ndio huku mtu unasoma Biblia huku unawaza maharage. Unasoma Biblia huku unasema Aisha palango kule. Unaposoma huku unatamka, akili yako inadhibitiwa. Kutafakari ni uwezo wa kutuliza akili yako katika jambo moja kwa zaidi ya dakika 5. Umewahi kuona mtu hata kama mmekaa naye mnazungumza, hawezi akakaa dakika 2 bila kushika simu. Nasikia mnaongea kabisa mambo ya msingi, mshangaa ametoa simu anaangalia. Sio kwamba wala hata anaangalia vile anaenda kwenye gari, anaangalia picha anafunga tena weka mfukoni. Mnapiga story mara tena anatoa, anaangalia WhatsApp anaongea tena. Kidogo tu anatoa. Yaani hawezi akakaa dakika 5 amekaa tu hivi anafanya jambo moja bila kuhamisha mawazo. Haleluya. Sio kwamba labda nakudharau. Yaani hawezi. Yaani mmekaa tu dakika 5 mnaongea tu, lazima atashika kwanza simu angalia. Hata kama ana chamanja ataangalia ataiwasha tu, anakazima tena naye mfukoni. Ndio akili yake inatulia tena. Mnaongea maana sijui afanye nini? Anatulia. Hasa kutafakari ni uwezo wa kuituliza akili yako katika eneo moja bila kuyumbisha mawazo. Unasikia vizuri? Unatulia hapo. Akili yako hauiruhusu ianze kuzurura. Ndio maana unapotafakari unaanza kulisema, unalinong'ona lile neno. Unanong'ona hata kama ni kwa sauti ya chini, hata kama aliyekaa hapa asikii. Lakini midomo yako inanong'ona. Kitabu hiki kisitoke kinywani mwako, usiache kukisema. Amina. Kuna nguvu katika kusema. Amen.
Haleluya. Kuna nguvu katika kusema. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya maneno katika kinywa. Unapotafakari, yani huku unatamka, huku akili yako inaendelea kulifikiria kwa kina. Amen. Sasa kutafakari ni uwezo wa kuelekeza akili yako na fikra zako katika jambo moja kwa zaidi ya dakika 5 bila kuhamisha mawazo yako. Amen. Kwa hiyo sasa unapotafakari neno la Mungu, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anza kwa kumwalika Roho Mtakatifu katika tafakari yako. Anza kwa kumwalika. Nimekuambia kwamba mambo yanayochochea ushirika wako na Roho Mtakatifu ni pamoja na kutafakari. Sasa unapotafakari unamwambia Roho Mtakatifu, ninakualika katika tafakari yako. Amen. Unajua Roho Mtakatifu hapo tunamwalika mara kwa mara. Baadaye hata subiri umwalike. Kabla hata hujamwalika unashangaa ameshafika. Anakuambia leo tunatafakari andiko fulani. Mimi nilikuwa kama naomba, baada ya saa Mungu sema nami Bwana, sasa na nyamaza. Nafumba macho nakimbia. Nasubiri kusikia sauti ya Bwana. Lakini baadaye nipo tu kwenye maombi, hata sijasema Bwana sema nami, nakuta ameshaanza kusema. Nasikia vizuri? Amen. Najikuta tu nimeanza kuomba, naanza kusikia sauti ya Bwana. Haleluya. Kuona wewe unamwambia Roho Mtakatifu karibu katika tafakari, karibu katika tafakari. Baadaye utajikuta muda wa kutafakari hata kabla hujamwambia karibu, ameshakuja. Anakuambia leo tunasoma kitabu cha Matendo. Unasoma we, ukisoma singekwambia kusoma, kutafakari ni hatua ya pili baada ya kusoma. Hauwezi ukaanza kutafakari hapo ndio unaanza kusoma. Unasoma kwanza. Amina jamani. Kwa hiyo cha pili, baada ya kumwalika Roho Mtakatifu, jambo la pili, unachagua kifungu cha maandiko unayotaka kuyatafakari. Kama ni kitabu cha Matendo, sura fulani. Hata kama kuna andiko umezoea sana kulisoma, ndani yako ukiwa unasukuma kulisoma, irudie tena. Rudia tena. Yaani hata kama umelisoma mara 10, ndani yako unasukuma tena kwa kusoma, rudia tena. Unasikia vizuri? Amina. Jambo la tatu, soma kwa kunong'ona au kwa sauti ya kusikika hilo andiko kwa kurudia rudia. Yaani anza kulirudia rudia. Ndio maana mimi kuna muda kama natafakari neno la Mungu, nachukua Biblia kabisa na nashika. Nalisoma lile neno la Mungu, afu naanza kutafakari. Kwa nini Mungu aliongea maneno haya? Au ni nani ambaye alikuwa anatamka haya maneno? Ni Petro. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Au ni Mungu aliongea moja kwa moja kwa kinywa cha nabii? Okay. Aliongea, kwa nini aliongea? Alikuwa anaongea na kina nani? Kwa nini aliongea maneno? Nini kilitokea mpaka kaongea? Unagundua okay, Mungu alitoa sadaka ndio maana Mungu aliongea. Unasikia vizuri? Roho Mtakatifu anaanza, unajiuliza okay, sasa kupitia hili tukio lililotokea, kupitia maneno mimi ananisaidia nini leo? Unasikia vizuri? Amen. Kwa hiyo wakati huu unaposoma na kurudia hicho kifungu, wakati huo ndani yako unajiuliza, nani aliyesema maneno hayo? Alikuwa anaongea na akina nani? Kwa nini aliongea nao? Unasoma tu kifungu anasema, "Kwa nini mmegeuka? Nilikupanda kuwa mzabibu mwema. Umegeukaje? Umekuwa mzabibu mwitu?" Unajiuliza, nani aliyeongea? Ni Mungu mwenyewe. Kwa nini aliongea? Sasa umeongea kwa kushangaa, Mungu mwenyewe anashangaa. Maana Mungu hakutarajia. Nilikupanda mzabibu mwema. Umegeukaje? Yaani Mungu anasema, nimekuwa surprise. Umegeukaje? Sasa kwa nini Mungu aliongea maneno na kuunda kwamba okay, kuna mbegu Mungu aliipanda kwa hawa. Baadaye anashangaa ndio amepanda magugu. Unaona okay. Sasa hili neno linanisaidiaje leo? Kumbe shetani anaweza akamgeuza. Kwa sababu shetani alikuwa malaika wa Mungu, amegeuka amekuwa shetani. Kwa hiyo shetani ana utaalamu wa kuwageuza watu wa Mungu wakabadilika wakawa mashetani. Unaona okay, hao shetani anaweza kunigeukaje? Mungu anakukumbusha andiko. Yesu akamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani.